Hey guys, kwa majina ni Justin Fire kwa wale ambao wanijui, ila kwa wengi wananijua. So leo nimepanda nijitembezee kwenye swimming pool yetu, niwaoneshe hiyo wakati jua inatupiga, wakati ya sama kabisa. Leo si wote tunaenda tunajipumzikishia, so ila naona sasa kuna watu baisha funga sasa hivi, usiku inaenea inakaribia. Ila ukiona saa hizi utazani ni mchana, ila hapa ni usiku sababu muda umekwenda. So nadhani hapa ndo nyumbani kwetu Marekani. Hivi nipenda nielezee kwanza changamoto ambazo tunazipitia Msno na Msama. Mwanzo unapokuja unafika hapa Marekani, unakuja utakutana na changamoto nyingi. Utakutana na jua, baridi, yani hali ya hewa itakusumbua sana. Chakula za hapa zinakusumbua. Hizo ndio changamoto za kwanza. Kuna changamoto nyingine tena inatokeaga, changamoto ya kazi. Kazi kama ujue Kiingereza, kama ujue lugha yani inakusumbua, itabidi uanze usome na itabidi upambane sana ili uweze kufanikisha sana, kwa sababu bila lugha hapa maisha haiko. Yengine usafiri inatusumbua sana. Usafiri, kuna muda utampigia mtu kuja unifikize kazini, anakuambia na appointment na gari yangu imepata shida kidogo. Yani inakusumbua, hiyo inatupatia changamoto, but kila kitu tunaenda tunazoea. Jinsi siku zinavyoenda zikiendelea mbele na kila kitu kinaenda sawa, kwa sababu kila mtu anakuwa anajipata. Hapa Marekani bila usafiri hakuna kitu. So question ya kwanza, mwanzo nilipokuja hapa Marekani nilisumbuliwa na chakula, nilikosa appetite. Usafiri kwanza wa ndege ulinifanya nikakosa appetite, kwa sababu hali ya hewa huko ilinisumbua. Chakula za huko zikatuma nikapoteza yani hamu ya kula chakula cha hapa, ila nilishazoea saizi. Na changamoto nyingine, kwa sababu kuna wengi state zinapishana. Kuna state ambazo baridi haifiki, huwa wao wanabaki ni joto kwa joto, ila sisi ambapo nilipofikia hapo kuna changamoto kubwa sana. Sababu changamoto ya kwanza, baridi ya hapo, snow ikisema inaanguka, hakuna kwenda kazini, hakuna kutoka, hakuna chochote. But hiyo yote inatupatia, ilitufunza vitu vingi mpaka tumeenda tunazoea, ila sasa tushazoea hiyo baridi. Na sasa na chengine hapa Marekani, yani kuna watu wengi ambao tuna tofauti kabisa, ambapo tulitokea masehemu nyingi. Kuna wengi walitokea South Africa, wengine walitokea Tanzania, Kenya, Kongo, yani Malawi, sehemu ni nyingi, Rwanda. Hapa kuna yala Waafriki wengi, ila mimi hapa nilitokea Uganda, ndani ya kampu ya Chakatu. So nawasalimu ndugu zangu kwanza Uganda, na wale wengine wote ambao walitokea mkampu zingine, na wasalimu nyinyi wote ambao nafuatilia hii interview. Ila kingine nilikuwa nikiongelea kuhusu baridi. So hiyo baridi inapokuja inasumbua wengi, ila sisi hapa changamoto nishazoea. Hiyo yote nishaizoea, ila itasumbua wale hapa ambao watakuja, ila itabidi wazoe. Na wakati mnakuja huku mjitahidi muje na makoti za baridi kabisa, sababu hiyo baridi inakujaga vibaya. So hapa mimi nilitembelea sehemu moja hivi, ni kwa rafiki yangu tu, but nilipofika huko changamoto ambayo nilikutana nayo ni sama, yani kitu anaita sama. Huku kuna jua inawaki na choma hadi wewe mwenyewe unatamani ujitupe hata kwenye maji, na hautaki kuoga, ile unaoga hiyo kitu unaogope hata wewe mwenyewe. So hiyo yote inaenda najifunza kila kitu. So imenipa experience ya kuzoea kila hali ya hewa. Nikifika fasi ya baridi nazoea, nikifika fasi ya jua nazoea. Ukiona saizi ni muda wa kuvaa masengle vilote, sio kuvaa vitu ya kufunga ili upate joto, no, ni kufungua mwili upumue. So ndugu zangu, nadhani kila mtu ana desturi ya vile walivyotoka kule makampu walitokea Rono, sijui kila mtu kwalitokea. But wakati tulifika hapa tumejifunza, unakutana wamoja walitokea Uganda, walikuja na hiyo culture kwa Uganda, yani kampu na inakuwa na kila mazoezi walizoea. Ila tulipofika hapa tulikuta wengi wana matabia ambazo zinapishana, ila ikatubidi tujifunze. Tuliingia kwenye kampani, tunakutana wa Spanish wako, tunakuta wazungu, tunakuta yani kila nchi yote iko mule. So itakubidi ili uweze kuzoea, itakubidi tu utafute marafiki kwa wale ambao waelewani nao na wale ambao wajue. So hiyo ilinipa changamoto, kwa sababu sijui lugha,
sijui Spanish, sijui, ila na warafiki wengi ambao wanaongea Spanish, wanaongea Kiwembe, wanaongea Kinyarwanda, Kirundi, Kiswahili, Kiganda, Ethiopia, yani kila lugha na marafiki hapo. Wa Somalia wapo, wote wamenipa experience ya kujifunza dunia. Kutembea kuna mambo, so unapotembea kila kitu unajifunza, na kila unavyojifunza maisha inaenda iko na, yani gisi muda unaenda na vile kila kitu kwa nini unazoea kila kitu. Hivi hapa kwenye niko nadhani sijawaeleza, hapa kwenye niko ni North Carolina. Hii North Carolina vile unavyoiona, sio kusema eti nimeenda kwenye mjini ambao unajengwa eti nimeenda kushuti, no. Hapa yani ni nyuma ya nyumba tu nimejificha, ila sehemu ambayo inajengwa ipo. So nadhani nilitembea huku nikuja kama mwanaume sio wa kuikaa fasi moja. Nilikuja kujitafuta na pambana kama mwanaume, napita huku nagusa huku kila fasi. Ila ndugu zangu, kitu ambacho nitakachoomba, msisahau ya kuwa sio hii interview ndio ya mwisho. Kuna interview nyingi zinakuja, wa ndugu wetu wazungu hapa kilo. Na kitu kingine, kuna kitu kimoja nimekuwa nimesahau, sorry, mtanisamehe. Yengine changamoto ni kitu kimoja ambacho sisi wa Afrika, huko Afrika tunaishi vizuri. Tuna manyumba zetu, hatuna mtu ambaye anakuja kutusumbua kwa milango. Hatuna mtu asiyekurai imeisha na kia kulipisha. But hapa tuna changamoto moja ambayo anaita bills. Kuna changamoto ambayo anaita insurance. Yaani kila kitu. So wakati tunavyokuja hapa wanatukaribisha vizuri, watatupea food stamp, Medicaid, kila kitu, yani malezi mazuri kabisa na nyumba wanatulipia. Ila wakati unapozoea miezi mitatu, changamoto inaanza. Bili nyumba itakuja, gazi itakuja na bili yake, umeme itakuja na bili yake, gari yenyewe inakuja na bili, hata mwenyewe mtu mwenyewe unajilipia insurance for life. Hata simu yenyewe unailipia, sio kusema eti ndaenda ninunue bando ama nimenunua simu inakuwa yangu ndakuwa nanunua bando. Hapana, kila mwezi utalipia simu na ulipe na wifi. Ukumbuke na wifi ndani ya nyumba ipo. Yani hapa changamoto nyingi ambapo msioni tunakuwa na dharau masimu za kutoka Afrika, hatupokei, hatutaki tunataka kuongea na nyie. But ukiona tumekaa kimya, ni hiyo stress inatupiga. Tunaona hata tukisema tuongee na nyie itaongeza tena zaidi stress. Bora tuikale kwanza, tujipange sawa, tutakapojipata vizuri tutarudia tuongee na ndugu zetu, kwa sababu ni ndugu zetu, hatuwezi tukawasahau. Niliishi na wewe, hakuna ubaya, hatuwahi pigana, hatujawahi chambana, hatujawahi. Kwa nini sasa nikatale kuongea na wewe? Ni kwa sababu na stress na changamoto ambayo ya kazi inanifanya nikuwe busy, ni focus kwanza na kazi, ni focus na simu. Hiyo ndio inatupea changamoto sometimes tunajipata. Kwa hiyo ila naona tunaenda tunazoea. Ndugu zetu ambao wanakuja tunawapokea na tunawakaribisha, wanaenda wakizoea. Hivi leo sisi wote kwa sasa ni wa Marekani, ila ndugu zangu interviews zingine naendelea. Tutawaletea wazungu wa Mexico, wa Ethiopia, wa Somalia, wa South Africa, wote watapita kwenye hii TV yetu, TV ambayo wengi hawajaijua jina. Kwa jina ya TV inaitwa Changamoto za wa Marekani. Ila msisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare kwa ndugu zetu, ili waweze kufuatilia vipindi vyetu ambavyo tutakavyopitiza vya kutoka Marekani. Hata na Afrika tutakuwa napata vipindi tunawafikizia Wamarekani wenzetu. Chao.